Bwana Yesu asifiwe. Habari ya wakati huu. Leo nilitaka nizungumzie kidogo kuhusu ndoa. Ndoa ni nini kibiblia? Nini maana ya ndoa? Ndoa ni makubaliano baina ya watu wawili, mwanamume na mwanamke, kwa ajili ya kuishi pamoja. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja ndoa sio ile sherehe tu ambayo huwa inafanywa siku moja. Ndoa ni ile ambayo mnaenda kuishi baada ya pale kutoka madhabahuni, ile ndio ndoa. Kwa hiyo usije ukawa unatamani tu kuingia kwenye ndoa kwa kutamani tu ile sherehe ya siku moja, hapana. Ndoa yenyewe halisi ni yale maisha ya kila siku ambayo mnakuwa mnakaa wewe na mwenzako. Lakini pia lazima tujue ndoa halali kibiblia inakuwa ina vitu vitatu. Yaani ili ndoa ya Kikristo iwe halali mbele za Mungu, lazima iwe na vitu vitatu, ambayo kitu cha kwanza, makubaliano baina ya pande mbili, kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini kitu cha pili ni ushuhuda. Ndoa halali kibiblia lazima iwe na mashuhuda wa lile tukio. Inaweza ikawa ni watu, wazazi au mamlaka ambayo itakuwa imeshuhudia hiyo ndoa. Kwa hiyo ndoa halali haiwi asili, huwa inakuwa wazi mbele za watu. Lakini pia kitu cha tatu ambacho ni cha mwisho, ndoa halali kibiblia lazima iwe imewekwa wakfu mbele za Mungu. Lazima mtumishi awekwe wakfu. Yaani kuwekwa wakfu ni kutambulika rasmi mbele za Mungu kwamba ndoa halali kibiblia lazima iwe imewekwa wakfu na mtumishi wa Mungu. Naam, kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema ya kwamba ndoa halali kibiblia inakuwa na vitu vitatu, ambacho kitu cha kwanza ni makubaliano baina ya watu wawili. Kitu cha pili, ndoa halali kibiblia lazima iwe na ushuhuda, huenda ni watu au ni wazazi au kuwe na mamlaka ambayo inathibitisha hiyo ndoa. Lakini pia kitu cha mwisho tumeona kwamba ndoa halali kibiblia lazima iwe imewekwa wakfu. Lazima kuwe na mtumishi wa Mungu ambaye anawekwa wakfu hiyo ndoa kwa ajili ya kutambulika rasmi mbele za Mungu. Naam, kwa hiyo nilikuwa tunataka nizungumzie hicho kwa ufupi. Asanteni.